Kwenye kurasa za miradi hayo tumeokota habari inasema hivi: TLC Lissu. Alafu wewe miradi hayo wewe, tabia ya kumuita mheshimiwa Lissu ukome. Huyu ni mheshimiwa Tundu Lissu. Kama unashindwa kusema mheshimiwa Tundu Lissu, sema upcoming president au president ajaye. Mheshimiwa Tundu Lissu aachiwe haraka bila masharti. Nitaisoma hiyo barua ambayo ipo nyuma ya mgongo wangu, background. Inasema chama cha wanasheria Tanganyika kimetoa wito wa kuachiwa mara moja na bila masharti yoyote kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa, yaani wakili Mheshimiwa Tundu Lissu, kikisema kukamatwa kwake kunadhoofisha heshima ya taaluma ya sheria, misingi ya haki. Wakili Boniface Mwabukusi amesema kuendelea kushikiliwa kwake kunaashiria vitisho kwa wanasheria na washiriki wa siasa nchini. Iwapo wito huu hautazingatiwa, chama cha wanasheria Tanganyika inahifadhi haki ya kupendekeza kusitishwa kwa huduma za uwakilishi wa kesi za msaada wa kisheria na huduma zingine za kisheria za kujitolea zinazotolewa na chama cha wanasheria Tanganyika na wanachama wake kama njia ya amani ya kupinga vitendo vya unyanyasaji na mashtaka yenye mlengwa wa kisiasa. Chama cha wanasheria Tanganyika imemtaka pia mkurugenzi wa mashtaka, yaani DPP, kuhakikisha kuwa mashtaka mazito kama ya uasi yanaungwa mkono na ushahidi madhubuti na hoja za kisheria, na kwamba uongozi wa kisiasa pekee hauwezi kuchukuliwa kuwa ni kitendo cha uasi kwa mujibu wa sheria zilizopo. Kukamatwa kwa wanasiasa kinyume na sheria kunaweza kusababisha upinzani na machafuko. Mamlaka zinapaswa kuchukua hatua za kisheria na za tahadhari ili kudumisha amani na umoja wa kitaifa na kuepusha hali ya hofu miongoni mwa wanasiasa kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 10, 2025. Jamani, haya sio maneno yangu, nimeyasoma. Wewe mwenyewe umesikia kabisa. Yaani nimeyasoma. Karatasi yangu ya nyuma huko ndio imesema haya maneno. Kwa hiyo wengine msije mkasema nimetoa mdomoni. Hapana, ni maneno yametoka katika chama cha wanasheria